kwa jina la Yesu. Tuanze na kitabu ya Yohana 1:29. Kitabu cha Yohana 1:29. Yohana 1 mstari wa 29. Chapter 1, John chapter 1 verse 29. John chapter 1 verse 29. John chapter 1 verse 29. Bwana Yesu asifiwe. Chapter 1 verse 29 inasema hivi: siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yesu asifiwe. Mama ndio niangalie. Ujiangaza kuangalia huko. Angalia huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mkicheza nitachukua watoto sahihi. Siku yake ya pili Yohana akamwona Yesu, akasema, tazama mwana kondoo aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kazi ya Yesu ilikuwa gani? Yesu alikujua nini? Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Yesu alikuja kwa sababu gani? Yesu alikuja kwa sababu gani? Si nimesema hapa saa hii. Siku ya pili ameona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Karo, Yesu alikujua nini? Sema kwa sauti tusikie. Yesu alikujua nini? Dhambi za ulimwengu. Na ulimwengu ni sisi. Bila sisi hakuna ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Mbeleni, nataka unisikize vizuri. Mbeleni kila mwaka kulikuanga na dhabihu ya msamaha ambapo watu walikuwa wanaenda kutoa mlimani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baadaye kukanjengwa hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Kukanjengwa hekalu. Na kulipojengwa hekalu, lile hekalu lilijengwa kulingana na vile Mungu alimwagiza Musa lijengwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hekalu lilipojengwa, watu wakaanza kutolea dhabihu pale. Tunaelewa vizuri? Si mazimu. Tunaelewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Mbeleni dhambi za wanadamu zilikuwa zinaondolewa kwa kuchinja mbuzi. Sasa kama uko na dhambi unakuja na mbuzi katika lile hekalu. Ukikuja na mbuzi, Haruni anashika mbuzi kichwa, alafu yule mwenye dhambi anashika Haruni. Bwana Yesu asifiwe. Alafu Musa na yeye anakata kondoo kichwa. Hiyo inamaanisha kwamba yule mwenye dhambi ametransfer ama ameweka dhambi zake ndani ya Haruni. Bwana Yesu asifiwe. Karo cha kulala. Leo tutakana utalala. Bwana Yesu asifiwe. Akaweka dhambi wapi? Kwa nini unashika? Kwa nini mwenye dhambi anashika Haruni?
anashika nani? Aroni hivi. Alafu Aaron na yeye anashika kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Hii inamaanisha kwamba yule mwenye dhambi ameweza kutransfer dhambi zake kwa Aroni. Sasa Aroni ndio mwenye dhambi sasa. Yule alikuwa na dhambi zimeenda kwa Aroni. Aroni na yeye ametransfer zile dhambi zake kwa mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu maandiko inasema ya kwamba ni lazima mwenye dhambi akufe, ndio maana mbuzi inakatwa kichwa badala ya mwanadamu. Si kama tunaelewana vizuri? Badala ya mwanadamu akatwa kichwa kwa sababu ya dhambi, yule mwanadamu analeta mbuzi. Akileta mbuzi, Aroni anashika mbuzi kichwa, yule mwanadamu naye anashika Aroni, anatransfer dhambi kutoka kwake zinaenda kwa Aroni. Aroni naye anatransfer zile dhambi zinaingia kwa mbuzi, na ndio maana mbuzi ilikuwa inakatwa kichwa, kwa sababu maandiko inasema lazima mwenye dhambi afe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mbuzi inakatwa kichwa kwa sababu iko na nini? Dhambi. Iko na nini? Mbuzi imekatwa kichwa kwa nini? Kwa sababu ya dhambi. Mbuzi, kwa nini mbuzi imekatwa kichwa? Kwa sababu ndio iko na dhambi. Kwa sababu imepokea nini? Dhambi. Kwa sababu imepokea dhambi. Lakini mbuzi ikiletwa ilikuwa na dhambi. Mbuzi ikiletwa ilikuwa na dhambi. Imetoa dhambi wapi? Kwa mwana? Karo, tunjibu. Mbuzi imetoa dhambi nani wapi? Mbuzi imetoa dhambi wapi, Karo? Mbuzi imetoa dhambi wapi? Kwa mwanadamu. Mwanadamu ametenda dhambi, ameleta mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Zile dhambi zimetransfer kwa mbuzi, alafu mbuzi imekatwa kichwa. Kwa hivyo dhambi hakuna tena. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo wakati wa Musa, masiku za mbeleni, hivyo ndivyo dhambi ilikuwa inaondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo dhambi ilikuwa inafanya nini? Na hii dhambi, na kuondoa hii dhambi kutoka kwa mwanadamu kuweka kwa Aroni, halafu Aroni anatransfer kwa mbuzi. Hii haikuwa sheria ya mwanadamu. Hii haikuwa uamuzi wa mwanadamu. Ilikuwa uamuzi wa Mungu. Ilikuwa sheria ya Mungu. Mungu ndiye alisema. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Kwa hivyo wanadamu na Musa walikuwa wanafanya kulingana na Mungu vile alikuwa amesema. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Wanadamu wa siku hizi wanapotea, wanateseka, wanahangaika, wanagonjeka, wanateseka, wanaaibika kwa sababu ya kutofuata maagizo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mahali Musa aliaibika. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mahali aliaibika, kwa sababu aliyafuata maagizo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Hii dunia iko na mambo mengi. Hii dunia iko na matatizo mengi. Hii dunia iko na shughuli nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Hii dunia iko na matatizo mengi. Hii dunia iko na shughuli nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Unaposhindwa kufuata maagizo ya Mungu, ni lazima kuwe na maneno yanakufuata. Lazima kuwe na shida inakufuata. Lazima kuwe na aibu inakufuata unaposhindwa kuyafuata maagizo ya Mungu. Lakini ukiyafuata maagizo ya Mungu, anakuondolea. Na siku hizi washirika wengi, watu wengi wanafuata maagizo ya mchungaji.
pasipo kujua kwamba hata mchungaji ni mwanadamu, anafaa kufuata maagizo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli zamani walikuwa wanalia, nichukulie yule mtoto tafadhali, huyu wa mama Ndegira. Nichukulie yule mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Mbeleni Waisraeli walikuwa wanaomba Mungu wa Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Waisraeli walikuwa wanaabudu Mungu wa Ibrahimu. Wakipata shinda wanaanza kusema, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Ibrahimu tuokoe, Mungu wa Ibrahimu tuokoe, Mungu wa Ibrahimu tusaidie. Lakini Mungu siku moja akawauliza, nyinyi mnaomba Mungu wa Ibrahimu, mimi si Mungu wa Ibrahimu peke yake, mimi ni Mungu wa watu wote. Na akawauliza, hamjui ya kwamba hata Ibrahimu hatasimama mbele yangu nimfanyie kesi na nimhukumie nikiwahukumia? Lakini wanadamu wengi katika makanisa tunaabudu Mungu wa mchungaji, tunasahau Mungu aliyetuumba. Na mchungaji anafurahia mtu akisimama kwa kanisa aseme, yule Mungu wewe mchungaji unaombanga ndio nataka na mimi kuomba. Na kama anaomba Mungu wa Ndebo, kama anaomba Mungu wa Ndebo, kama anaomba Mungu wa Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anasimama anasema, mimi naomba Mungu wa Pastor Lengera, naomba Mungu wa Pastor Lengera. Mungu wa Pastor Lengera ni mgani? Wewe wako ni mgani? Wewe kumaanisha wewe hauna Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Usiomba Mungu wangu, omba Mungu aliyetuumba sisi wote, aliumba mbingu na nchi, aliyekupea uhai, aliyekupea pumzi. Huyo ndio tunafaa kuabudu, huyo ndio tunafaa kuomba. Na usikuje hapa kwa sababu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nisipoenda kwa kanisa pastor atakasirika, nisipoenda kwa kanisa pastor atanitafuta, nisipoenda kwa kanisa pastor atapigia simu. Hapana, kuja kwa kanisa kwa sababu ya Mungu. Kuja kwa kanisa kwa sababu ya Mungu. Usikuje kwa kanisa kwa sababu zangu. Kuja kwa kanisa kwa sababu ya Mungu. Pigia Mungu makofi mazuri. Nasikia hata makofi utaki kupiga mzuri. Sababu unasema mimi ndio nimekuambia si Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Tuko hapa kwa sababu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Katika yale maagizo wanadamu walikuwa wanafuata, walikuwa wanaondolewa dhambi kwa sababu ya kufuata maagizo. Saa hii tunakosa kuondolewa shinda. Saa hii tunaingiliwa na shinda. Saa hii tunakula shinda, tunaaibika, tunagonjeka, tunateseka kwa sababu ya kutofuata maagizo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Kuna dada mmoja alitumiwa message na mchungaji fulani. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, ndanda, naona damu ikitiririka mbele zako. Naona damu nyingi mbele zako ndanda. Naona damu. Sasa message amemwandikia kwa simu. Kamwambia naona damu ikitiririka. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio hii damu ikitiririka ifungwe kama dhabihu ya 700. Kuna kitu kama hiyo? Kuna kitu kama hicho? Wewe njaa alikuwa nayo, angemwambia niko na njaa sijapata chakula nitumie kitu nikule. Bwana Yesu asifiwe.
Sometimes wachungaji tunadanganya ndio tupewe kitu ya kukula, na mimi nilisema nilale njaa na sitaki unibaie kitu nikule. Mungu ninayehubiri neno lake hako na uwezo wa kunilisha. Yesu, makofi mazuri. Wewe uniwezi, hata ukinipea leo kesho utanipa. Lakini Mungu, tangu nisaliwe mwezi wa 8 nitafika miaka 40. Mungu ameishi kunilisha. Mungu ameishi kunivalisha. Wewe tangu usaliwe, Mungu ameishi kukulisha na kukuvalisha na kukulinda na kukuendeleza katika maisha yako. Kuna mwanadamu angeweza hiyo miaka? Kuna mwanadamu? Hata mzazi wako Kilalesi, hiyo miaka umefika kama uko kwake, angekuwa anakuambia na siuolewe. Umefika miaka 35 na uolewe, nasi mpaka anaanza kukupeleka kwa waganga upate bwana. Sababu umemchokesha. Lakini Mungu hawezi akachoka na sisi. Mungu hawezi akachoka na wewe. Unaweza sifiwe. Unapofuata maagizo ya Mungu, hawezi akachoka na wewe, hawezi ukachokesha Mungu. Lakini mwanadamu utamchokesha. Unaweza sifiwe. Kijana akifika miaka 25, baba ameanza kumwambia, na uone hii mboma yenye iko na wasichana wewe. Umemchokesha. Anataka wewe uende kwake. Anataka wewe uende kwako. Ujenge kwako. Bwana Yesu asifiwe. Na anaanza kukugaia kashamba. Nakwambia na ujenge pale, wewe kijana toka kwangu. Jenga pale. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtoto wako, lakini umechoka na yeye na miaka 25. Mungu amekulisha miaka 50, unaenda miaka 100, ukikula, ukivaa, ukifurahia, ukipata pesa, na hajachoka na wewe, na unafuata mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu, tuko na akili mzuri. Bwana Yesu, mimi wacha niwaambie. Naulize mke wangu wako hapa. Mimi sinanga rafiki. Mimi sinanga marafiki. Hata wachungaji wenzangu unilenga mimi. Bwana Yesu asifiwe. Hata wale nilikuwa nimeita fundraising ile tumekuwa na, hakuna mchungaji hata mmoja sasa anashika simu yangu. Na ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Kwa sababu hao sio wa mwito wangu. Hao ni wa mwito wa pesa. Hao ni wa mwito wa dunia, wa mambo za dunia. Mimi ni wa mwito wa mambo ya mbinguni, na ndio maana sipendi mchezo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sipendi mchezo hapa, kwa sababu niko hapa nikuelekeze mbinguni. Mungu amenipea uwezo wa kukufunza neno lake, kukufunza njia zake, sio kukufunza pesa. Pesa niombe Mungu akupee. Unapofuata maagizo zinakuja. Neno la Mungu linasema ya kwamba tafuta uso wangu, mengine yote nitakushindishia. Umeshindwa kutafuta uso wa Mungu, usindishiwe mali, usindishiwe mapesa, umeenda kwa mganga, umeenda kwa chungaji, kwa sababu wanaonyeshana miujiza kwa runinga. Hata ile wakati tutafungua TV ya hii kanisa, tutafungua TV ya neno, sio TV ya kuonyeshana vile tunaangusha watu. Hizo makofi mazuri. Sio TV ya kujionyesha vile tunajua maombi. Ni TV ya kufunza injili. TV ya kufunza neno la Mungu. TV ya kufunza njia za Mungu. TV ya kufunza Mungu ni nani, unaweza fanya nini ili uweze kumuona Mungu. Sio kila mtu atamuona Mungu, maana hata neno la Mungu linasema ya kwamba si wote waniitao Baba wataurithi ufalme wa mbinguni, ni yule anayefuata maagizo yangu. Mimi ndio nasema, ama ni Bible? Biblia inasema nini? Inasema hivyo.
Si wote waniitao baba baba watarithi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Si wote waniitao baba watarithi ufalme wa mbinguni, bali ni wale wanaofuata maagizo yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Si wote waniitao baba, si wote waniitao baba watarithi ufalme wa mbinguni, ni wale wanaofuata maagizo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe.